Na wewe ndio huyu. Unaishi Nairobi. Umesikia kuna watu wa Nairobi. Unaishi pale kama Ruiru na unasema unaishi Nairobi. Ama unaishi Zambezi na unasema unaishi wapi? Alafu kwa hiyo ploti umezaa kwa mtoto ya wenyewe bila hata kununua penye tutakuzika. Wengine wengi najua mmelala kwa nyumba za kukodisha huko. Hata some of you don't come even to visit people's parents. Wabariki. Nadhani kuna mama mmoja hapa amesema watoto wangu walikuwa huko kabla baba afanye nini? Afariki. Why are we so generous to come on a burial day na mnataka kuongea ni kama marehemu anawasikia? God is good. Mnasikia huyo anawasikia? Mungekuja hapa kabla akufe, akubariki, akwambie George, niko na shamba kule siku kuambia Kimilili na ingine Uganda huko, enda uchukue. Lakini some of us we avoid. Nashukuru hii familia mwenye alikuwa analea anashukuru kwa sababu ni kama alikuwa anakula excess. Ukiona mtu anashukuru kuna mtu anaweza kula mpaka ikupea aibu Ujiuliza hata ningekuwa kwangu ningepima, lakini ukiona jamaa anatoa sifa hivi, hapa alikula smart. Sasa kutokea leo ndio atajua pili ya maisha. No? Everything has changed. Na wanasema change is a constant factor. Change is a constant factor. So Mungu awape neema. Mnapolea wagonjwa, msitumie wagonjwa kama kitega uchumi chenu. Wanaambia mgonjwa kula kidogo kwa sababu ako na dementia. Anaweka kijiko moja anawacha alafu unamaliza. Ndio maana hata mzee kwa anakula kabla aone mwenye anamlea. Kwa sababu wengine wao hakuwaamini, wanaweza kumwekea ni sumu. So ukiwa mwalimu jifundishe. Na ndio one mzee afike miaka kama hii na akapewa pahali pa kukaa na akaacha familia amebariki. Na wewe watu hujaanza kugojeka na tayari umelaani kila. Sasa usalamii watu ukigojeka nani atakulea? Who is going to do that? Na bado unasema Bwana ndiye mchungaji wangu? Mbona umepungukiwa na akili? Nadhani ni jana nilikuwa naambia father. It is good to reflect when you are a priest and how when you will not be a priest. Maisha yako itakuwa namna gani? So that you serve people. Wakati hautakuwa unatumika, watakutumikia. Na sisi kwanza nyinyi wale mnafanya kazi, hamuna nafasi ya kulea watoto, mmeandika maid. Jana anakutana na mtoto. Wewe unakutana tu na account number ya shule kulipa school fees. Huyu mzee mmesikia alikuwa anaandamana na watoto wake mpaka Kabarak University. Chief. Na wewe ndio huyu mkubwa ya company unatesa mtoto atasome, enda usomee kwa shoshi. Na kwa shoshi ununui chakula. Lakini leo umeleta kitambi. Mungu ni mwema. Na bado nasema Bwana ndiye mchungaji wangu. So sehemu ya kufundisha lazima ni kufunzi. Asiyefunzwa na babaye, kufunzwa na father hadharani. Hata akiwa na cheo. Hata akiwa na cheo. God is good. East or west, home is. Peleka upuzi kwa wazungu wenye walikuja ndani. East or west, home is your sick bay. Na ndio maana huyu mtu amegonjekea wapi? Yeah, nyumbani. Umesikia hapa mmoja akisema nilikuwa mbele yake, akakuja akakuwa mkubwa yangu. Leo uko mzima. Kesho afadhali watu wazuri kama hawa hawateseki. Wewe utakuwa na kufa, wanalia kidogo unarudi. Wanaweka huku sijena haipigi kwa sababu watu wenye umetesa watakuwa wanakuambia pokea yale mateso ulifanya nini? Ulitutesa. This is a mzee who lived well with his clan. Ndio maana aliita babu yake, akaita baba yake na watoto pia wamemuita. Na wewe kuna juzi Mkristo alikuwa ananiuliza father, kuna vile unaweza futa jina la msasi ya mtoto? Nikauliza kwa nini?
Akaniambia father, tuliwachana na mtu wewe uliwachana naye, lakini mtoto angali mtoto wake. Hata wewe umeblacklist watu wangapi kwa simu? Watu wangapi umeblacklist? Na Biblia inasema samea 7 mara 70. Sasa wimbo imekuwa ikiimbwa kwa sababu wewe si Mkatoliki, wewe sipiga makofi. Umesimama tu kama mkomba yandi kabisa. Na mwenye tunakuja kusika ni Mkatoliki. Only that alikuwa ameruhusu capacity ya kujifahamu. Lakini kama angekuwa na mikono yake angepiga nini? Makofi. Why are we so absent when we ought to be present? Sasa wewe ni wa dini nyingine. Huyu mtu umekaa naye hapo umemfunza nini? Hawa watoto wadogo hawa wanajifunza nini kutoka kwetu? Why? Tulikuwa na uwezo sasa tuliingia hapa tuseme stop everything, tuanze misa na hakuna chenye mungetu. Lakini tayari si Jangi Peter alikuwa ametukimbilia, Father give us 30 minutes to mean 1.5 hours. Lakini baada akikuja kuamka kuongea alikuwa anaangalia simu. Father, we are within time. Now against time, but ni kwa sababu matanga ni mara moja, we have to give time. So adjust today. Na uandike kwa room kwa sababu ulihama. Uandike kwa room ya mwenzako, I am back. Wahame kutoka kwa jikoni, urudi kwa nyumba. Simona kajama kingine hapa, kaka anaitwa nani Augustine. Kanachukia mwenzake kwamba kalikuja 13 years baadaye. So wananyang'anyana. Mimi last born, wewe last born, na tofauti it means the same. Yeye ni last born kwa wanaume na mwingine last born kwa. Lakini bado wanabishana. Na wewe unabishania nini? Walikuwa wanajipodoa utongozi. Saa hizi unajipodoa na kutongoza na mwenzako hata kuambia you look beautiful. Ni watu tu watakisina huko kuja na mabodaboda. Madam umeng'ara. Thank you. Mtu mwenye analeta makeup alikosea sana. Mungu ni mwema. Hata mimi nimwambianga Father hapa bwana, kumbe tungekula. So Mungu awape neema. Mnapoishi kwa familia, jifundishe mwenzangu anapenda nini na hapendi nini. And this is what has kept these two fellas kwa harusi miaka 55. Kwa sababu mwingine alikufa 10 years ago. Wakiangaliana wakisema I do. Na wewe ulikuwa na unatanganya mwenzako tukioana tuta. Sasa imekuwa 6. Why do you look older than your age? Unajua wengine wengi nawapita kwa miaka, lakini nikisimama na wewe unakaa babu. Na unakaa babu kwa mwili, kwa mawazo. Kwa sababu mtu mzee kama huyu alitafuta shamba. Akajua ni kizaa watoto wanakana wakae wapi? Kwa shamba. Alisalia kwake. Lakini wewe unasalia, najua kuna katoto kwa TikTok anasema siku hizi kuna wazazi wanasalia kwa wazazi wao. Wazazi wanasalia kwa wazazi wao. Angalieni sichangali nunua shamba akiwa na miaka ngapi? Mmoja amekuwa akisifa our land goes up to the river. Alinunua akiwa na miaka kama yako. Na wewe badala ya kununua shamba huko tu msinga. Hata najua wengine hiyo sehemu naniona wawili. Mungu ni mwema. Nani umekuja kwa hii matanga, there is nothing can learn from you apart from tuko pamoja. Kuna jamaa hapa kali. Kalisalimia watu mambo. Sasa watu wakashindwa mambo inajibu aje kwa matanga. Lakini bado akaendelea na shengi yake hii jamaa hii. Nikamwambia Father kila familia iko na mtu original. Unaona huyu ametoka kwa Kiingereza mpaka kwa shengi. But that is him. Sasa wewe hii umbali umetoka yote. Watu wangapi umeona wamepata ajali kwa barabara? Umeona magari mangapi ya maiti? What have you learned about your own death? Tukianza hiyo Father tema hiyo mate, kifo is part of our life. Bila mmekaa hapa kuna mwenye anaenda leo tukitangaza tu ya nani. Wewe ni uvumbi, katika uvumbi utarudi. Hiyo vumbi inaenda kwako. Hii ni mpira inasumbuka.
Hata ukiuliza hapa kuna watu wametoka matanga mengine wakakuja. Na kuna bado matanga inafanya nini? Inawasubiri. So, tengeneza faili yako. Hiyo ni sehemu ya mwalimu, imemaliza. Tunaingia sehemu ya administrator. Watu wenye hawajui kusamea. Mungu ni mwema. Ndio maana nimesema waongee mwisho. Kwa sababu unaweza pata mtu kwa matanga kama hii anaanza kutukana Ruto, anaanza kutukana Gachagua. Na hapa hakuna Ruto na hakuna nini? Yeah, these are our administrators. Tunawachagua, tunawapea majina ati mheshimiwa. Na maneno yako hayana heshima. Tabia zako hazina heshima. Kwa mfano, how do you dig a road today na mvua imeanza na unalima barabara? Hiyo ni heshima gani? Hiyo ni heshima aina gani? How do you do that? Mwanataka kuonyesha watu kwamba barabara zinalimwa wakati mtu amekufa. Haki hiyo nayo ni ukosefu wa akili mwilini. Hata tumekuwa nikiambia fadha, ingaje ni kwa gari kasa mtoto matoto. Tumekuwa nikiambia fadha, wewe mwenyewe utateremka wapi? Uko chini. Unaweza kulima barabara na maana gani? Mvua ndio hii. Ungetuletea tu mara muumwake na utaandasi bila kulima. So, hii mambo kutaka kufurahisha marehemu muache. Saizi ukienda sehemu nyingi barabara zimelimwa kwa sababu wanasiasa wanataka kutembea kuomba nini? Magari yao isiharibike. What is wrong with that? Ukichaguliwa kazi, fanya kazi yenye tulikuchagua. Na ndio maana waheshimiwa wengi hawana kitu cha kujiheshimu nayo. Ukitoka kwa uongozi is like all your property is gone. Fanya kazi. Mimi sina haja shilingi yako 5,000, 5,000, 1,000. Anataka kunionga, sina haja. Mimi nataka nikikuja kusika sichangi, barabara iko quality, polisi wanashika watu wa kufanya disco matanga kwa sababu hiyo ndio inatuelezea teenager pregnancy. Na hiyo ndio chanzo cha umaskini. Ndio maana ukiangalia watoto wasichangi, hakuna mwenye alisaa akiwa teenager. Nimekuwa nikisikia msia akisisitiza hapa somesha. Of course watu wenye wamesoma wengi ndio maembe, afadhali wenye hawajasoma. Saizi watu tukienda kusika sijani utaona hao watu wenye hawajashika mic hapa ndio wanashika jembe. Tukikwama ndio watatusukuma. Mungu ni mwema. Hao watu wenye hawajasoma wako kwa lusoma. Wako kwa kitabu cha msaada. Watu wenye wamesoma wanakuja hapa nyenye siku ngapi? So kusoma inatakana ionekane na matendo. How many people have gone to school and the school has gone through them? Mungu ni mwema. Saizi hao watu wenye wametoka Nairobi wewe afande wewe. Ni askari wangapi wako Jiromo rehabilitation? Madaktari wangapi? How many teachers? Wenye wako rehab? Alafu tumekuja kusherehekea hapa administrator. Machifu wenye tuko nao hapa ndio wanakula pesa ya watu wenye wanauza chana. Mungu ni mwema. Hao machifu ndio wanajua vijana wenye wanaika kuku hapa. They know. Lakini kwa sababu ni biashara ndio maana hatuwezi kusimamisha hiyo kazi. So as we celebrate this administrator, let us also look at ourselves. Saizi stories zilizo kwa media, we have goons. Who is having these goons? Ni nani? Mimi guni yangu nafanya iko wako. Maybe goons zetu ndio hapa na wako na nguo nyeupe. Mimi nikitoka hapa sihitaji mtu anisindikishe, sikuli kitu cha mtu, sipishani na mtu. The only thing mimi nakwambia ukweli na hakuna penye tanipeleka. So machifu wenye kuka hapa, mshika hao watoto mtuletee kwa jela. Na wewe mwenye unasoma alafu unakuja unachanganyikiwa unafikiria you can only eat through being a sycophant of politician. My friend, asiyefunzwa na mamaye uwawa na laana. Na ndio maana hiyo laana inakukula. Unakuja kuimbia Rukutuluse kama sicha 94 years. Unafungua ngombe yake unaenda. Hiyo laana nani atatoka? Who is going to remove that?
So wewe ukiwa chief, ndio maana nitaka niwahubirie ndio muongee. Ujiulize, mbona area yangu iko na uhalifu na niko na askari? Why? Wewe chief uko na uwezo kuita MCA mwambie tengeneza nini barabara. You know? Our politicians wenye tuko nao, they don't go to any service. Anakuja hapa kama amepita. Ati niko na haraka, hata mimi niko na haraka. Lakini mmenikalisha hapa 1 hour 30 minutes. Na mimi ndawakalisha hapa 1 full hour of lecturing. Nitaenda double lesson. Mungu ni mwema. Kila mtu anatoka hapa na portion yake. Mungu ni mwema. So Mungu awape neema ya kwamba wakati tunasherehekea this man who had a reputation, it's like wazazi wake wali sacrifice kumlea atulee. Na wewe ambaye umeweka kwa ofisi, tuko na chifu mmoja huko nilimshitaki juzi kwa county commission, hapo na changa kwa court, atasuiaje changa aje? Hata mimi nikimpea lift sikujua ni chifu. So wakati namshukisha nasikia chifu. Na alisimamisha, mimi nitasema aje nisaidie msio. Kumbe nimebeba chifu wa area yangu mrefu. Na ako na changa wapi? Sasa huyu atasimamishaje changa? Kuna mtu amesema hapa kwamba huyu mtu eneo lenye alikuwa anaongoza sasa ni sub county. Na alijua kila mtu naji. So mbona chifu ajui wezi wa hapa? Aje. If he's not an accomplice. So tuwaje ujinga. Tunaposika senior chief, tusike upumbavu wa machifu. Na tuishi imani, mchifu mwenye anajua atasimama mbele ya Mungu atahukumiwa. Hata mimi sitaki kuhukumiwa ati vile kitabu ya Mose nasema watu wangu wanakufa kwa sababu ya kutojua na kufunza. Hata kama utaniona leo na wewe ukufe, imani umepata. Mungu ni mwema. So tunaposherehekea huyu chief ambaye alikuwa administrator, he instilled dignity, responsibility to people. Ndio maana baada ya kuondoka kuna wengine. Na wewe ndio huyu ni mzee wa bomu. Unatembea na vifungu kwa kiuno. Wewe ndio unapima sukari, unapima majani, unapima kila kitu. Hata unaweza amusha watu wenye wamekaa, tokeni hapa muende wapi? Wenu. How are you helping people to become like you? Kwa mfano mimi siwezi kusikia pale popote najitaja ati nimeokoka. Ni Mungu ndiye anajua hii ni kondoo, hii ni mbuzi. Kondoo, mbuzi. Mimi sijaenda huko. I was ordained a priest. I'm struggling with the sins every day, and I'm also working to become holy. Na matendo yako ndio yananifanya nikose kuwa mtakatifu. Juzi nimeshikwa. Askari huko hapa usikii. Makosa yote tumeshikwa nayo ilikuwa inataka shilingi 500 tu. Lakini kwa sababu ni mimi ni father, akatufinya mpaka akatupeleka kotini. So nikauliza, hii ni makosa yenye hakuna mtu wako na umepanga tu gari vibaya, umezoea kusaidia mama ya kununua mahindi. Unashikwa. Twende station. So tunatii. Tunaenda huko tumejaziwa karatasi ya kwenda wapi? Kotini. Alafu Biblia inasema samea 7. Wewe askari ujue mimi nitakusika. Mungu ni mwema. Fanya majani hata naweza kusifu vile nikisoma story ya huyu chief. He did his work well. Kwa sababu hata kwa hii karatasi father mwenye alimrecommend huyu ni Father Joseph Okona ambaye mimi ni namesake wangu. Hii barua hii ya typewriter. So kama huyu mtu mzee wa 94 ako na barua yenye alipewa kama chief na typewriter. Na wewe hata kadi yako ya ubatizo kwa Mungu akupe neema. God is good. So as we celebrate the life of this fella, kindly please look at him and ask yourself, mimi ninafanya nini?
kwa sababu huyu jamaa hii barua iko very clear. Mr. Richard Sichangi, head master of Ndalu Secondary, has asked me for a recommendation from the above named post. I do very gladly. Huyu ni mwalimu alifanya kazi vizuri nafaa. Na wewe ukiipa pesa kwa shule, father aingililie, this priest must go. Huyu father lazima afanye nini? Hata mnaanza kuroga wengine. Sasa ukisoma hii barua, huyu ni mtu alikuwa na uhusiano mzuri sana na father. Mr. Sichangi has been a teacher for the Catholic Mission since 1955. He has given excellent service as a teacher. Most of the time, he has been a headmaster in various schools. He has been an outstanding socialist. He has 15 pupils qualified to get places in Harambee schools. Mwalimu mwenye anafanya kazi, sio mwalimu mwenye anakula mshahara. Kama kuna mtu anatakana kuwa tajiri kwa hii dunia, ni mwalimu. Watu wote wanapita kwa mkono na hata huyo mkubwa ya polisi, kuna mwenye alimfundisha A, E, I, O, U. Mlisikia mmoja akisema ako na PhD. Na wewe umekuwa mwalimu miaka ngapi? Kuna hii kasumba imeingia kwa walimu. Kila mwalimu anataka kuwa MCA. Mungu ni mwema. Sasa wewe unaangusha watoto wa watu mtihani, watakupigiaje kura? So, Mungu awape neema walimu, tosheka na walimu wako. Mimi hata ukuja ni convince mara ngapi? Atafata toko ukwe deputy president ama deputy governor. Ndio mwanzo kuniambia one term, two term. Hapa penye nimekaa niko na amani. Mungu ni mwema. I am what I am because I'm a priest. So usijikae uona usijuke ongea watu na kupigia magofi kama huyu mwenye amekuwa MC. Sasa kitu mdanganye, kumbe naweza kuwa mheshimiwa. Utajua watu wanakulia mkononi wanapiga kura upande. So Mungu awape neema. Mungu ni mwema. Ni vizuri kutamani, lakini ni vibaya sana kuchanganyikiwa. Kama hata hujai undia hata bodaboda pahali pa kukukaa wakingoja abiria, wewe mwenyewe upandangi boda na unapewa bodaboda karatasi ya habari ati Sichangi for MP, kaa tu huko George kwa advocate. Kitu sikudanganya utaumia. Afadhali kuna kamzee kamoja kako pale, kaliambia mzee usiingie kanu huku itamea usu. So huyo alisaidia Sichangi kuchanganyikiwa. Ndio maana amefika 94. Sasa angalia vile watu wamechanganyikiwa. Angalia tu watu wenye wako serikali vile wanafanana. Ai, kama hivi ndio kwa mwanasiasa. Mungu nisaidie niendelee kuwa father nikule tu poa. Mungu ni mwema. MCA mwenye uka hapo utajua ujui. Hao watu wanakula pesa yako leo lakini watakwambia one time. So jambo lingine kutoka kwa marehemu, ni vizuri kuwa chief, ni vizuri kuwa mwalimu, na ni vizuri kuwa mkulima. And a lot of money is found in the shamba. Sasa watu wenye wanakaa Nairobi ni masikini kuliko mtu mwanakaa. Yeah. Because Nairobi kila kitu ni pesa. Chakula pesa, maji pesa, kwenda kazi pesa, kurudi kazi pesa. Lakini hapa unaweza toka hapo kuja kwa mataka kama hii. Ukamati. Sio wengine wanauza biscuit huko nyuma na nani tuko kwa matanga lakini mwingine hapo kwa biashara. You see? License imepewa ni bado permit, lakini kuna mtu hapa anasumbuka. Dolipo. Hata ukinyunguza vizuri kuna mwana anauza changa. Mungu ni mwema. Haogopi hawa maskani. Juzi nilikuwa nasika kijana mwenye anavuta bangi ni bodaboda. So walikuwa wanatupa misokoto kwa kaburi ndani. Nikasema sasa huyu jamaa atajiteteaje mbele ya Mungu? Kwa sababu ameweka exhibit, amewekewa bangi, ametupiwa changa. Atajitetea namna gani? Afadhali Sichangi saya ana uniform ya chief. Tumeweka yeye suti ya CMA. Mungu ni mwema. Akienda hivyo ataangalia, Sichangi anasema president God. Ulikuwa chief? Hapana, nilitoka kwa amani. Kwa sababu hana mtu angali kwa jela alimfunga akiwa chief.
Tuache kulipiza kisasi katika kutesa watu na kusingizia watoto ya watu. Wewe kuwa mkulima, fanya kazi kama mzee. Lima mizigo yako, peleka kwa shamba, peleka kwa barabara, watu wafanye nini? Wanunue. Mbona huna side hustle ya shamba? Huko tuna side hustle za kuchomeka. Hatuna betia Arsenal. Huko na kitu mzuri kweli, una betia Arsenal. Bila mnacheka ni wahusika. Mungu ni mwema. Baada kuchukua hiyo pesa ununue kuku uuze, unapeta Arsenal. Alafu unatoka huko unakasirikia watoto wako. Tokeni hapo na piga hadi mateke kwa sababu Arsenal imekuwa kwa nafasi yake. Mungu ni mwema. So fanya hustle ya shamba lakini sio betting. Many families are broken today kwa sababu wewe una beti mshahara. Una beti school fees ya mtoto atanataka idapo. Alafu kabla ufinye kidole. Sasa mtu kama Joy ndiye avae miwani, ndiye achunguze ndege ya avieta. Tayari imejua. Na unapata tu Joy na uso yake hii atana beti. Kubeti nataka watoto wenye wako sharp. Kabla ndege ivue, amelona. Sasa ndio mkono ipojuke ni process. Ndio uone process. Mungu akupe baraka. Alafu na beti na hata mguu yako ijui mpira. Mungu ni mwema. So mlime shamba. God is good. Cheap is expensive at the same time confusing. Ndio maana watu wengi sasa wanafanya kazi lakini wanaungua. Uligonga gari ya mtu, hauna gari lakini ukachukua loan kulipa ni damage. Sasa kuna watu wamekodisha magari wanalipwa kulingana na masaa. Lakini amekuja hapa na kuprado, kuvieti, kuna kuruma huu. Na baada ya hapo tutakurumishia tu kwa kama yeye imewekwa huko nyuma. Yenye naenda kubeba si changi kuteremuka. So Mungu awape neema mfanye kazi. God is good. Chukua kazi, chukua mikono yako fanye nini? Kazi. Na leo tumeona a poor chief can raise a successful family. Now when you are a successful man raising goons in your house. Watoto wako hawaendi kanisa. Lakini swimming pool wanaweza kusimu kutoka asubuhi mpaka jioni. Ukisema tusome neno la Mungu, that God belongs to you. Sasa angalia huyu jamaa. Amewaacha nyuma watoto wenye wanajua na Mungu. Na wewe uko kutuajua watoto wenye wanajua tu Arsenal. Na Man U. Wengine wanajua tu one time, two time. Hata ukiwauliza ubaya Ruto ni gani? Hana. Lakini anasema ukiuliza mwingine haya, uzuri ya hawa ya two time ni gani? Sijui watu kwa sababu umesikia kama watu ya ODM. Najua Mungu yao alikuwa Raila. Baba amesema, baba. Na bahati mbaya akaenda bila kutuambia kwa hili. Mungu ni mwema. Unaona sasa hivi watu wamechanganyikiwa. Nataka power, niko power. Mungu anisaidie nikifika miaka kama hiyo. Nikae tu chini, nikule, nikigojea nini? Kifo. Why are you not prepared? Mimi kwa mfano na retire 2041. 2041 nyumbani. Alinitoka hapo, naanza kung'ang'ana hapo. Atinakuja misa kama hizo yenye mnakaa. Kama ulikuwa na mesa dawa ya pressure, time imepita. Kama uko diabetic, utasirai hapa, you know. Mungu anisaidie nikifika hiyo miaka. Enough is. Nadhani kuna siku Ruto aliulizwa, what is enough? Alingangana sana akitaka kuwa president. Na wewe what is enough? Ulitaka kufunga harusi, ukafunga. Sasa nini nakufananisha tu nafanana hivi? Si utosheka na msemo mwenye uko naye. Umesikia hapo wakisema vile walio wanaita huyu mtu. Ukienda kwa nani waulize nani yako nyumbani, watoto wako huko, ukienda bibi yake hapo. Pia yeye ni mtoto. When are you going to start? And pray. Sasa hii familia imebaki bila mwelekeo kwa sababu baba na mama wamefanya nini? Wameenda. Lakini thank God bila wamekuwa wakiongea hapa, hakuna mwenye anaonyesha yeye ni mkubwa na hakuna mwenye anaonyesha yeye ni mdogo. Na wewe inferiority complex imekufanya
Pesa kidogo yenye Mungu amekupea, unatembea kwa waganga ukiroga watu. Yes. Sasa ukiroga chenye Mungu amechagua, kwa mfano sasa hivi niroga na niko fadha. Mungu ni mwema.